Rhythm ya Ronald Brown.
Sina dada, uko wapi? Nakutafuta sikuoni. Nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni. Lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sina dada, uko wapi? Nakutafuta sikuoni. Nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni. Lakini kwa bahati umenikumbuka. Bwana uwanjani wako. Shukran sana. Tungependa kuendelea kuwatambua baadhi ya viongozi wetu ambao wamejiunga nasi hapa Masinde Muliro Kandoi Stadium katika gatuzi hili la Bungoma. Tunapoendelea kumsubiri Mheshimiwa Rais, naomba kutambua uwepo wa baadhi ya mawaziri waliofika, ikiwa ni pamoja na Waziri Profesa Kithure Kindiki, Waziri Rebecca Miano, Waziri Aden Duale, Samson Chelugui, Davis Chirchir, Ezekiel Machogu, Moses Kuria, Florence Bore, Dr. Alfred Mutua na vile vile Aisha Jungwa. Vile vile naomba nitambue uwepo wa mwanasheria mkuu Justin Muturi na Solicitor General Shadrack Mose miongoni mwa wengine. Basi mwenzangu pia kwenye jukwaa rasmi ameweza kuwasili Spika wa Bunge la Kitaifa Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, ambaye ameshajiunga nasi. Basi amewasili pia Spika wa Bunge la Seneti Mheshimiwa Jeffa Amason. Hii ya sherehe za madaraka katika uga wa Masinde Muliro. Maroon Commandos, tuendelee na burudani tafadhali. Kabla ya Maroon Commandos, pia gavana wa hapa ambaye ni tafadhali. Maroon Commandos, thank you. Gavana wa jimbo hili la Bungoma ambaye ni Mheshimiwa Kenneth Lusaka amewasili. Na vile vile waziri wetu wa kilimo ambaye jina lake ni Mithika Linturi pia yuko ndani ya uwanja. Maroon Commandos, kazi kwenu. Dada, uko wapi? Nakutafuta sikuoni. Nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni. Lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Siku gani dada utakuja nikungoje?
nikungoje sitesheni. Ningekuwa na uwezo ningekutumia nauli ya ndege ili ufike haraka. Nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi. Nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi. Siku gani dada utakuja nikungoje sitesheni. Ningekuwa na uwezo ili ufike haraka. Nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi. Nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi. Hey, Sambale, hey, Sambale, samba, samba, sambale, samba, samba, sambale. Cheza na wana Maruni, mchezo wa kila rika. Asante sana. Nichukue nafasi hii kwa mara nyingine tena niwatambue viongozi wetu, wabunge mbalimbali mliofika, mwakaribishwa. PSC wetu mliojiunga nasi, asanteni sana. Pia nimtambue msemaji wa serikali Isaac Mwaura, na nimtambue kwa nguvu sana gavana wa jimbo hili la Bungoma ambaye ni Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka, na nimtambue tena in a special way spika wetu wa bunge la kitaifa ambaye anatokea katika jimbo hili, Mheshimiwa Right Honorable Moses Masika Wetangula. Shukran sana kwa kujiunga nasi pamoja na viongozi wengine wote mliowasili. Basi tutarudi tena kwao Maroon Commandos tuweze kuendelea na burudani. Maroon Commandos, tafadhali.
mwema, ewe dada jirekebishe. Mwendo wako sio mwema, ewe dada jirekebishe. Ya nini kusurura surura, umefahamika. Ya nini kusurura surura, umefahamika. Umevuruga nyumba nyingi na kwetu usije tena. Umevuruga nyumba nyingi na kwetu usije tena. Tafuta kijana hapo kwetu awe rafiki yako, utulie. Tafuta kijana hapo kwetu awe rafiki yako, utulie. Sikia sauti ya miaka 7 Maroon Commandos. Mwendo wako sio mwema, ewe dada jirekebishe. Mwendo wako sio mwema, ewe dada jirekebishe. Ya nini kusurura surura, umefahamika. Ya nini kusurura surura, umefahamika. Umevuruga nyumba nyingi na kwetu usije tena. Umevuruga nyumba nyingi na kwetu usije tena. Tafuta kijana hapo kwetu awe rafiki yako, utulie. Tafuta kijana hapo kwetu awe rafiki yako, utulie. Wana Maruni yeye wameshaona mambo yako dada si mazuri. Wana Maruni yeye wameshaona mambo yako dada si mazuri. Ewe dada undaku tena sana, waingia nyumba hii hadi nyingine mama. Wana Maruni yeye wameshaona mambo yako dada si mazuri. Wana Maruni yeye wameshaona mambo yako dada si mazuri. Tabia zako wewe sio nzuri, taona tukueleze wazi wazi mama. Wana Maruni yeye wameshaona mambo yako dada si mazuri. Wana Maruni yeye wameshaona mambo yako dada si mazuri. Wewe wawasha moto kila nyumba, kisha wajifanya mzuri sana. Wana Maruni yeye wameshaona mambo yako dada si mazuri. Wana Maruni yeye wameshaona mambo yako dada si mazuri. Tabia zako wewe sio nzuri, taona tukueleze wazi wazi mama. Wana Maruni yeye wameshaona mambo yako dada si mazuri. Wana Maruni yeye wameshaona mambo yako dada si mazuri.
Patrick. Sana Maroon Commandos kwa burudani tamu kabisa. Wanafunzi mpo? Bandu befwe mlembe? Mlembe handi? Basi wakati wote tokea sasa mgeni wetu rasmi atakuwa anajiunga nasi mahali hapa. Harrison. Side drum. Drum major, side drum. Haya, wanafunzi tushangilie tena maafisa wetu kwa makofi. Wanafunzi mpo? Halo? Kiswahili kitukuzwe. Haya basi, peperusha bendera nione. Thank you. Maroon Commandos, tuendelee. Mwana, sikiza nikueleze, usijisukumie mambo makubwa. Mapato yako ni madogo kidogo sana, uyapange hapa na hapa, ujaza kibaba. Mapato yako ni madogo kidogo sana, uyapange hapa na hapa, ujaza kibaba. Huyo mwenzio ashabahatika, hiyo riziki yake ishamfikia.
Amanaba ujazaki baba, mapato yako ni madogo kidogo sana, uyapange uyapange. Amanaba ujazaki baba. Sikia miziki ya watoto wa miaka 7 Maroon Commandos. Huyo mwenzio ashabahatika, hiyo riziki yake ishamfikia. Mapato yako ni madogo kidogo sana, uyapange uyapange. Amanaba ujazaki baba, Mapato yako ni madogo kidogo sana, uyapange uyapange. Amanaba ujazaki baba. Kazana, kazana mwana, na mwisho utafanikiwa. Kazana, kazana mwana, na mwisho utafanikiwa. Usiibe wala usinyang'anye, vya kuiba havina baraka. Usiibe wala usinyang'anye, vya kuiba havina baraka. Kazana, kazana mwana, pengine utafanikiwa. Kazana, kazana mwana, pengine utafanikiwa. Riziki, riziki mwana, haikupi na tamaa. Riziki, riziki mwana, haikupi na tamaa. Cheers.
mwisho utafanikiwa. Usiibe wala usinyang'anye, vya kuiba havina baraka. Usiibe wala usinyang'anye, vya kuiba havina baraka. Kazana, kazana mwana, pengine utafanikiwa. Kazana, kazana mwana, pengine utafanikiwa. Riziki, riziki mwana, haivutwi na kamba. Riziki, riziki mwana, haivutwi na kamba. Basi wapi makofi ya Maroon Commandos wakituletea burudani moja kwa moja, tukiendelea kujitayarisha kuanza sherehe ya leo. Happy Madaraka Day. Siungeukie mwenzako mwambie Happy Madaraka Day, na uangalie kama anatabasamu, kama amefurahi kuwa hapa Masinde Muliro Kandui Stadium. Kweli kabisa, watoto hoye! Peperusha bendera ya Madaraka Day, watoto peperusha, 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 peperusha. Ningependa tuangalie kama stendi zetu ziko sawa zote. Ningependa stendi za upande wa kushoto pia nasi tuitikie Happy Madaraka Day. Happy Madaraka Day. Stendi za upande huu mwingine, Happy Madaraka Day. Naona wametulia sana sana wale waliovalia jezi ya rangi ya kijani kibichi. Lakini nitangaze kwamba baada ya sherehe za leo za Madaraka Day tutakuwa na mechi moja ya kukata na shoka, mechi ya soka kati ya AFC Leopards ukipenda Ingwe wakipambana na Nzoia Sugar papa hapa Masinde Muliro Kandui Stadium. Wangapi watakuja kutazama mchuano huo? Nionyeshe kwa mkono nione. Asanteni sana. Asante sana Boni Musambi. Niweze pia kuchukua nafasi hii kuzidi kuwakumbusha wananchi wazalendo, atakapowasili Mheshimiwa Rais, tafadhali sote tutaombwa kuweza kusimama hadi atakapopokea saluti, wimbo wa taifa, wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tutaweza kuwajuza wakati wa kuketi. Hali kadhalika Mheshimiwa Rais atakapojiunga nasi, tunaombwa kwa heshima kuweza kumkaribisha kwa shangwe, fijo, nderemo, vigelegele kwa wale ambao wamejiunga nasi wakizidi kushangaa neno mlembe. Mlembe inamaanisha amani.
Turudi kwao Maroon Commandos. Na tunaporudi kwa Maroon Commandos, nieleze kwamba mchuano huo kati ya AFC Leopards na Nzoia Sugar utang'oa nanga saa 9 adhuhuri. Asante. Shikilia Maroon tafadhali shikilia. Na sasa tumkaribishe Prime Cabinet Secretary His Excellency Musalia Mudavadi. Wapi makofi ya Waziri Mkuu Musalia Mudavadi. Karibu sana Your Excellency. Basi turudi basi kwa Maroon Commandos. Basi gari ambalo linaingia sasa ni naibu wa rais Rigathi Gachagua. Wapi makofi ya naibu wa rais almaarufu Rigiji mwenyewe. Basi anayewasili ni naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wakiwa moja kwa moja na Pastor Dorcas. Tuwapigie makofi tukiwakaribisha. Karibu sana naibu wa rais Rigiji. Makofi mengine ya naibu wa rais akiingia. Karibu sana Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, together with Pastor Dr. Dorcas Rigathi. Karibuni sana. Maroon Commandos, tuendelee tafadhali. Tukipatana wewe husema una haraka, yani nijitese bila sababu. Fikiria kwa makini ninayosema mama, Usiniweke kwani pensiwe aye mama we. sitaki unaambie kuwa unaenda haraka, unajua haina baraka. Subiri kidogo nikueleze mama, niacheni baki na wasiwasi. Upenzi sikia mambo yangu, naumia sana juu
eti unaenda. Bwana nimekuzoea, sasa tabaki na nani? Sitaki uniambie eti unaenda. Wewe ndiwe dawa yangu, sasa tabaki na nani? Sitaki uniambie eti unaenda. Sitaki uniambie eti unaenda. Sitaki uniambie eti unaenda. Wewe ndiwe dawa yangu, sasa unaniacha na nani? Sitaki uniambie eti unaenda. Sitaki uniambie eti unaenda. Sitaki uniambie eti unaenda. Lelelelelele, oh 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 oh. Sitaki uniambie eti unaenda. Ukitizama kwenye runinga utaona msafara wa rais ambao umekuja. Ukija hapa katika uwanja wa Masinde Muliro Kandui Stadium, naona ya kwamba umefurika wananchi wakimkaribisha rais. Tizama kwa runinga. Thank you, Maroon Commandos. Asante, Maroon.
Anayewasili sasa ni mama wa taifa, Mama Rachel Ruto. Tumkaribishe mama wa taifa, Her Excellency Rachel Ruto. Asante. Basi kwa parapanda hizo ni dhahiri shahiri kwamba anajiunga nasi mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, na niombe kwa heshima sote tusimame kumkaribisha Mheshimiwa Rais hapa uwanjani tukiongozwa na bendi yetu ya Maroon. Pamoja kwa makofi ya kumkaribisha rais wetu. Moja. Kenya taifa letu Kenya. Mbili. Kenya nchi yetu. Karibu. Kenya Mheshimiwa Rais kwa sherehe ya madaraka. Kanyaga nchi yako kwa Moja. hilo ni hakikisho Karibu. na rais wetu zamani Mheshimiwa Rais. tuliwekwa eti namba 4. Hapa Bungoma. Sasa hapa utani Tumsalimu Mheshimiwa Rais. Peperusha bendera wananchi kwa shangwe. Karibu sana. Mheshimiwa Rais. nguvu zetu za Kenya ni umoja Karibu. wetu. Mzee Wakishangwe wanafunzi. alihakikisha Peperusha bendera. hivi sote tutayari haki ya kutuona Karibu. tupoteze Mheshimiwa Rais. Utuongoze kwa sherehe ya madaraka. Moja. Mbili. ni nchi nzuri kushi Wapi shangwe na vigelegele wanafunzi. Karibu. Mheshimiwa Rais. Karibu. Utuongoze kwa sherehe ya madaraka. Makofi. Moja. Mbili. Agripreneurs wapi shangwe na vigelegele. Peperusha bendera Agripreneurs. Karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe makala ya 61 sherehe ya madaraka. Makofi. Moja. Karibu. Mheshimiwa Rais, Agripreneurs wapi makofi ya shangwe kwa rais. Makofi. Peperusha bendera rangi ya kijani kibichi. Kilimo lishe bora. Kilimo lishe bora. Makofi. Karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya madaraka. Walio kwenye jukwaa rasmi, tumkaribishe Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Arap Ruto. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana mwenzangu. Asante Maroon Commandos. Asante Maroon Commandos kwa kuweza
wimbo wa Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki unaotukutanisha. Sauti ya makamanda katika vitengo mbalimbali. Mkuu wa gwaride hili sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ruhusa ya kuweza kukagua gwaride la heshima lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Anapata idhinisho, anaendelea kuweza kutafuta idhinisho kutoka kwa Rais yule mkuu wa gwaride, angalau waweze kumpa idhinisho. Tangazo haya kumbuka yanakujia moja kwa moja kupitia KBC Channel 1, Runinga Taifa, vile vile Radio Taifa, KBC kituo chetu cha Kiingereza English Service pamoja. Asanteni kwa heshima, tunaweza keti tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Jenerali Charles Mreu Kahariri. Siku ya leo kumbuka Charles Kahariri ni mara ya kwanza anasherehesha pia siku kuu za madaraka. Itakuwa ni katika historia kwa bendera ya kikosi kupewa heshima ya hali ya juu. Unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, Mheshimiwa Rais akipeana heshima zake kwa bendera ya kikosi cha 5 cha jeshi letu la nchi kavu, the Fighting Five. Ndiposa wananchi kila siku tunazidi kuwakumbusha unapokutana na bendera hii kuweza kuipisha, kwa sababu wanajeshi hawa watakuwa wanaenda kutekeleza wajibu wao wa ulinzi wa taifa. Ameshakabidhiwa idhini ya kuweza kuendelea na gwaride. Punde tu Mheshimiwa Rais atachukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum.
Kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride, unavyoshuhudia kutoka kwake Kala Officer Luteni Siverin na Warrant Officer 1 Odumo RS. Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo waliopewa wanajeshi hawa wanaondoka hivi sasa uwanjani baada ya kuandaa gwaride la kufana siku ya leo, kuweza kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama masaa 24, anga letu liko salama masaa 24, na fuo za bahari ziko salama masaa 24. Divisheni ya kwanza chini yake Meja Kelvin Saningo Lian anayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 5 The Fighting Five, Luteni Fred Similen Tulitian, Fred RSM, Warrant Officer 1 Sylvester Obala Odumo. Divisheni ya pili chini yake Captain Steve Otieno Kodino wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya tatu, Mheshimiwa Rais, jeshi letu la wanaanga chini yake Meja Victor Lugonzo wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4, Mheshimiwa Rais, jeshi la wanamaji chini yake Meja Terence Mudeshi wakiwa katika mavazi yao meupe ya sherehe. Brigade Adjutant Captain Alex Kangogo Chepyegon, mweka alama jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi linalojumuisha asasi zote za usalama, na kwa mengi zaidi nitampisha mwenzangu Julinas Kiti Jefwa aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, inafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu 5KA C Company, chini yake Meja Peter Orupia, Company CSM, Warrant Officer 2 Jonathan Aengwa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Paul Odhiambo Olwal wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Luteni Maslin Chege Uwanja wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita.
Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Luteni Christopher Mwandikwa Mwema, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Inafuata hivi sasa ni C Company chini yake Meja Hilary Kibet Kibunja, Company CSM, Warrant Officer 2 Richard Shipala. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Edmund Okelo, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kinapita mbele yako Mheshimiwa Rais hivi sasa ni kikundi cha pili chini yake Luteni Joseph Mweke Mwalimu, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kikundi cha tatu Mheshimiwa Rais cha The Fighting Five kipo chini yake Luteni James Murcia Ngaro, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni polisi wa kitaifa wakiongozwa na Kenya Police Service chini yake Superintendent William Leting akisaidiana na Chief Inspector Morris Kialo. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Simon Kepkemboi, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Inspector Mercy Chepkorir, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikosi cha GSU, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe chini yake Chief Inspector Flavian Zili akisaidiana na Inspector Grace Randile. Wanafuata Mheshimiwa Rais hivi sasa ni GSU, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi chini yake Inspector Adan Dida. Kikundi kinachofuata Mheshimiwa Rais hivi sasa ni askari polisi wa kutumia majibwa almaarufu kama K9 Squad chini yake Chief Inspector Samson Yegon akisaidiana na Inspector Daniel Onala. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni Administration Police Service chini yake Superintendent Chris Ligwado akisaidiana naye Chief Inspector Wilson Arusei. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Joseph Okumu, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikundi cha kupambana na wezi wa mifugo almaarufu kama anti-stock theft chini yake Inspector Faith Anyona, wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni Rapid Deployment Unit chini yake Inspector Joshua Mai Mutuku, wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni polisi wa kuchunga mipaka almaarufu kama Border Police Unit chini yake Inspector Kevin Walukana Njani, wakiwa katika mavazi yao mazito ya kikazi. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kuchunga fuo zetu za bahari pamoja na maziwa yetu ya kitaifa almaarufu kama Kenya Coast Guard Service chini yake Luteni Pama Sirma. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni askari wa kulinda magereza yetu chini yake Superintendent Daban Mwina Wandala akishirikiana naye Chief Inspector Isaac Jelimo Mboi. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Boniface Okot, wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha kwanza, kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Helen Gikonyo akishirikiana naye Inspector Maureen Madeko
wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi kifuatacho hivi sasa ni cha kupambana na ghasia magerezani almaarufu The Riot Squad. Chini yake Inspector Edwin Omolo, wakiwa kwa mavazi yao mepesi ya kikazi. Wafuatao hivi sasa ni kikosi cha askari wa kulinda misitu yetu, chini yake Superintendent Philip Ndiema akishirikiana naye Chief Inspector George Kimani, wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanaofuata hivi sasa ni vijana wa huduma kwa taifa, chini yake Superintendent Mwagi Mangu akishirikiana naye Chief Inspector George Namasaka. Kikundi cha kwanza, Mheshimiwa Rais, chini yake Inspector Dominic Mulyungi, wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada, chini yake Chief Inspector Lucy Muigai akishirikiana naye Inspector Joyce Ogango, wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha tatu, chini yake Inspector Jackson Kimani, wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Kikundi cha nne, kikundi cha kinadada, chini yake Inspector Jamila Wario, wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanaofunga gwaride hili la vikundi ni askari wa gatuzi hili la Bungoma, chini yake Inspector Beatrice Masinde akishirikiana naye Dennis Sangura, wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Tuwasindikize askari hawa wa gatuzi la Bungoma kwa makofi tafadhali, kwa kazi nzuri wanayoifanya. Basi mwisho kabisa ni mweka alama jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuweza kuondoka hivi sasa uwanjani, chini yake mkurugenzi wa muziki Captain Kelvin Omolo, Senior Drum Major Senior Sergeant George Kimani akishirikiana naye Sergeant George Ngeiwa, Sergeant Tony Kiplimo na Sergeant Moses Lemashon wakiondoka uwanjani. Nitampisha mwenzangu Mheshimiwa Rais atuletee tamasha za ndege. Yanafuata sasa ni maonyesho ya ndege za majeshi ya ulinzi, leo hii tukiletewa na jeshi letu la wanaanga. Angani, Mheshimiwa Rais, ni ndege aina ya Tucano zikiwa katika left heteron formation zikivusha moshi mweupe angani, ishara ya usalama wa anga letu. Mheshimiwa Rais, zitafuata sasa ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya the Tiger F5, ndege ambazo zina uwezo wa kuruka kwa kasi na zina uwezo wa kuporomosha makombora mbalimbali kuharibu kabisa vyombo vya adui angani, almaarufu air assault. Ishara angani tunaweza kuziona ndege hizo, Mheshimiwa Rais, zikiwa katika 5 ship Vic formation, ndege aina ya F5. Leo hii zikipita taratibu, Mheshimiwa Rais, kila moja ikichukua mkondo wake kuweza kutuletea maonyesho ya manuva hapa angani, kila ndege ikiwa kivyake. Onyesho la kwanza, Mheshimiwa Rais, ndege itatuletea onyesho lijulikanalo kama 4-point roll, onyesho ambalo Mheshimiwa Rais rubani atapaa na ndege kwa kasi kisha kuweza kuigeuza ndege digrii 90 mara 4 kukamilisha digrii 360 na kurejesha wima ndege kupaa pasipo kubadilisha mkondo. Kisha ndege ya pili, Mheshimiwa Rais, itatuletea onyesho ambalo rubani ataweza kuinua ndege takriban digrii 45 huku akitupa mizunguko ya kushoto na kupaa juu kabisa.
Kisha ndege ya tatu, Mheshimiwa Rais, itatuletea onyesho vertical roll ambalo rubani atapanda ndege ikiwa imeinuliwa pua lake degree takriban 60 kupaa juu kama tunavyotazama angani. Anainua ndege kwa umaridadi kutupa mara ya pili, ya tatu na ya nne. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Ndege ya pili, Mheshimiwa Rais, onyesho aileron roll kama tunavyoshuhudia angani. Anainua ndege kwa umaridadi na kutupa mizunguko ya kushoto kwa haraka. Tumpe pia makofi rubani huyo tafadhali. Onyesho la tatu, Mheshimiwa Rais, rubani kutuletea vertical roll, rubani kupaa juu kama tunavyoshuhudia, kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kabisa. Kisha Mheshimiwa Rais, itafuata tena ndege aina ya the Tiger F5 ikituletea onyesho aileron roll, kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, kuinua pua la ndege na kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kabisa. Mheshimiwa Rais, ndege aina ya F5 itarudi tena kama tunavyoshuhudia angani kutuletea onyesho 4-point roll, kupaa juu kabisa, kutuletea mizunguko tena kwa umaridadi kama tunavyoshuhudia hivi sasa. Ndege aina ya Tucano ikirudi kwa mara ya pili, Mheshimiwa Rais, kutuletea onyesho vertical split, onyesho ambalo marubani hawa watakuja wakiwa kwa pamoja, kisha kila mmoja ataweza kuchukua mkondo wake kwa umaridadi kama tunavyoshuhudia angani. Ndege hizi zinapokuja huku zikivusha moshi mweupe angani kwa umaridadi kabisa, wakiwa wanapaa kwa pamoja kama vile wanajeshi huweza kufanya kazi kwa pamoja kwa umaridadi kabisa kama tunavyoshuhudia angani, kisha kila mmoja kuweza kuchukua mkondo wake kama vile tunavyoshuhudia hivi sasa angani. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Mheshimiwa Rais, itarudi tena ndege aina ya the Tiger F5 kutuletea onyesho ama ndege hii kutuonyesha jinsi inavyopaa kwa kasi. Na kasi hii, Mheshimiwa Rais, ndege hii huweza kuacha sauti yake mbali. Hiyo ndio sababu ndege hii unapoiona basi huwa tayari imekwisha pita. Angani tunamuona rubani akija kwa umaridadi kabisa kupaa kwa kasi, huku akiacha nyuma sauti kuu almaarufu sound of freedom. Angani, Mheshimiwa Rais, hivi sasa kutufungia maonyesho haya ni ndege spesheli aina ya helikopta, ikiwa ni Puma, ndege iliyo na uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu. Leo hii ikibeba bango linalosema Happy Madaraka 2024. Tumpe makofi rubani huyu pamoja na marubani wenzake kwa kazi nzuri wanayofanya kuhakikisha kwamba taifa letu liko salama masaa 24. Nimpishe mwenzangu Sergeant Misango Mbaye aweze kukamilisha vipindi vya kijeshi. Asante sana Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Niweze kuwashukuru waliofanikisha makala haya: Brigadier Elijah Ndegwa Gatere, Brigadier Samuel Kimani, Colonel Oede, Major Charles Obwong, Major Matthew Lorot Ingolan, Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Elijah Nick Aspro Koranga, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Mrage, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar. Niweze kuwashukuru wenzangu tulioweza kujumuika nao: Sergeant George Kisuya, Corporal Masi Atieno Chitai, Senior Private Julinas Kiti Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbaye, nikiweza kuwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Mike Gitone aweze kuendelea na ratiba ya siku. Kwako Gitone. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, tunaingia kwenye kipindi cha gwaridi la maskauti wa kike na wa kiume, Girl Guides pamoja na St. John Ambulance.
Kutupambia gwaride hii Mheshimiwa Rais ni bendi mseto, bendi kutoka shule yetu ya Friends School Kamusinga pamoja na shule ya kitaifa ya wasichana ya Lugulu. Wako chini ya himaya za Drum Major Mary Anyango kutoka Lugulu na Fortune Okaya kutoka Kamusinga. Bendi, tupe burudani. Ni gwaride la maskauti wa kike na wa kiume wakiingia uwanjani ili kuweza kutoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais, ikiwa ni makala ya 61 sherehe ya madaraka. Kauli mbiu kilimo lishe bora. Bendi yetu siku ya leo Mheshimiwa Rais ni bendi mseto kutoka kwa shule yetu ya Friends School Kamusinga, shule iliyobuniwa mwaka 1956 na ni shule inayotambulika katika masuala ya michezo ya kuigiza kitaifa. Ni washindi wa mwaka 2023, mwaka 2024. Wanashirikiana na shule yetu ya kitaifa ya wasichana ya Lugulu, shule iliyobuniwa mwaka 1969. Ni mojawapo ya shule za wasichana inayotambulika kitaifa. Wanachukua nafasi zao sasa. Mheshimiwa Rais, karibu. Ni muhali kutaja hapa kwamba mlezi wa maskauti wetu ni Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, rais wetu. Muungano ambao ni muungano wa kujitolea unaowajenga watoto wetu wa kike na wa kiume. Muungano uliobuniwa mwaka 1910 chini ya sheria za bunge kipengele cha 219. Chief Scout Professor Jacob Kaimenyi na mwenyekiti wa bodi Bwana Victor Ladido. Scouts wakichukua nafasi zao kutuongoza. Watafuatwa nyuma na wana Girl Guides, mlezi wao akiwa ni mama taifa Mheshimiwa Bi Rachel Ruto, mwenyekiti wetu wa kitaifa akiwa ni Teresia Chebet Maina, kamishna mkuu Professor Faith, afisa mtendaji wa taifa Priscilla Gachinga na mwenyekiti wa bodi wa wadhamini Honorary Kiplagat. Bendi wanapita sasa ili kuchukua nafasi zao. Tupate burudani. Drum Major Mary Anyango na msaidizi wake Fortune Okaya wanachukua nafasi zao.
wanaopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais ni kikundi cha Sungura walio kati ya chini ya miaka 6 hadi 11. Kauli mbiu do your best. Tuwapongeze makofi kikundi cha Sungura wanapopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais. Wanafuata kwa karibu Mheshimiwa Rais ni kikundi cha Chipukizi walio kati ya miaka 12 na miaka 15. Kauli mbiu yao be prepared. Tuwapongeze kwa makofi wana Chipukizi wanapotoa saluti yao kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais walio kati ya miaka 16 na miaka 18 wana Mwamba. Kauli mbiu yao look wider. Ni maskauti wetu wa kike na wa kiume. Kumbuka mlezi wao ni Mheshimiwa Daktari William Ruto, rais wetu, ni patron. Kufunga kurasa zetu ni wanajasiri walio kati ya miaka 19 na 26. Kauli mbiu yao service, yani huduma. Tuwapongeze kwa makofi maskauti hao wa kike na wa kiume wanapopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais. Wanafuata kwa karibu Mheshimiwa Rais the Girl Guides as the St. John Ambulance. Watoto wetu wa Girl Guides Rainbow, watoto wadogo wa shule ya chekechea. Tuwapigie makofi mabibi na mabwana watoto hawa wa Rainbow, hawa Girl Guides miaka 3 hadi miaka 6. Wanafuatwa na Brownie walio kati ya miaka 6 na 9 shule zetu za msingi. Walio kati ya miaka 10 na miaka 14 shule yetu ya msingi wa juu the Girl Guides. Na walio kwa nyuma Mheshimiwa Rais the Ranger Guides miaka 14 hadi 18 shoka shule zetu za sekondari. Young Leaders wanafunga kurasa hizo wakipisha ndugu zetu kutoka the St. John Ambulance ili kuweza kuchukua nafasi yao. Tutakumbuka kwamba St. John Ambulance ni kikundi cha kujitolea ambacho kinatoa nafasi kwa vijana wetu ambao kila wakati wako tayari, wakati wa dharura na wakati wa janga mbalimbali. Wanapita mbele ya jukwaa ya Mheshimiwa Rais. Huduma ambazo wao huzitoa ni huduma ya kwanza. Wamepitishwa katika masomo ya ustahimilifu, nidhamu ya hali ya juu na hata kujitolea. Tuwapongeze wana St. John Ambulance wanapopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais. Ni kikundi ambacho mlezi wao ni Mheshimiwa Daktari William Ruto wakiwa chini ya uongozi wa Chancellor Daktari Robert Ntula, afisa mkuu mtendaji Daktari James Wajangi, na katika eneo letu la hapa magharibi Bwana Mike Nyongesa. Tunasema asanti kwa baridi hilo. Wanakuja sasa kutoa heshima zao ni bendi mseto. Drum major wetu Mary Anyango kutoka shule ya Lugulu na Fortune Okaya kutoka shule ya Kamusinga. Bendi mseto wakitoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais. Tuwapongeze kwa makofi mabibi na mabwana. Shukran za dhati
Mheshimiwa Rais kwa kutubalia tuwe na gwaride hilo la maskauti wa kike na wa kiume pamoja na Girl Guides wetu na St. John Ambulance. Sina la ziada ila kumpisha mwenzangu Bwana Mike Gitonga ili aweze kutuvalia njuga. Karibu Bwana Mike. Asante sana mwenzangu Mike Gitone. Na sasa ningependa tuelekeze katika kipindi cha maombi, na nitawakaribisha wale ambao watatusaidia kwa maombi siku ya leo. Kwa maombi ya kimila tutaombewa na Andrew Kitelo Balawei, alafu tukifuatilia maombi ya Kiislamu Imam Hussein Ambwere, na atakaye tufungia kurasa la maombi ni Askofu Mark Kadima wa kanisa la Kikatoliki jimbo la Bungoma. Kwa hivyo kwa heshima naomba tafadhali wale ambao tuna uwezo tuweze kusimama ili tuendelee kwa maombi, kwa kipindi cha maombi, nikimkaribisha Andrew Kitelo Balawei. Karibu. Oyo. 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 Babayin. Nyegi ay goret kumugul. Itany barago kingweng. Iya goret ab Kenya. Igoji tulondo. Ogi goji temgosiet. Babayin. Besioni kubesio nyewo. Nyeginamu Kenya serikali itaborit. Kongo yin bijoto. Babayin. Asojine nyegonyitot nyendo inemoni. Rais Daktari William Samoei Ruto. Ak chepyoset asojine rubeiwondenyi Rigathi Gachagua ak chepyoset yein namwech ropta nyikokoromit sindetoi konech ropta nebo borotet yein asomchine kulunganik tugul chebo Kenya kumi cherongo kumi kongasis rakoron keise kisenikab keanikab koron sindetyo kenyoru borotet. Kongoi yeyin kasai. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba Mwenyezi Mungu ubariki rais wetu Dr. William Ruto, naibu wake Rigathi, familia zao, viongozi wote pamoja na Wakenya wote. Tunakushukuru kwa ajili ya baraka ambazo umetunemesha nazo. Tunakushukuru kwa ajili ya mvua inaonyesha ili tupate mazao kwa wakati wake. Tunaomba mvua hiyo iwe ni mvua yenye baraka kwetu sisi, isiwe ya madhara. Tunaombea serikali yetu kuu, bunge letu na mahakama yetu wafanye kazi kwa haki. Tunaombea taifa letu ili tuzidi kustawi kwa amani na umoja kama taifa moja. Na tunapoadhimisha sherehe hii ya 61 ya Madaraka Day, tunawashukuru waliojitolea muhanga kwa ajili ya taifa letu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba uzidi kuimarisha taifa letu
ili tuweze kukuza umoja wetu kwa uwezo wako na baraka zako. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Gracious Lord, we thank you for the gift of our President, His Excellency William Samoei Ruto. Bless him and his family, enabling him with your divine wisdom and strength to lead us according to your will. Along with him, Lord, bless our Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, and all the other leaders, as well as their families, inspiring them to work in unity for the prosperity of our country. Heavenly Father, we thank you for the abundant rains, enabling us to produce enough food. But Lord, we also beseech you that you get rid of the destruction, so that our efforts to be happy citizens with abundant harvests may be realized. Equally, Lord, bless this our nation, and more so those who sow the seeds of this nationhood that we celebrate today, filling us with a love for you, so that we may grow in peace, be united with one another, and build a prosperous country. Lastly, Lord, remember all of us here as we kneel before you, to thank you for having led us safely today, secure under your guiding providence. Lord, enable us to travel safely to our destinations to the praise of your deeds. We ask this through Christ our Lord. Naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi, waheshimiwa maspika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Mwanasheria Mkuu Mheshimiwa Justin Muturi, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, gavana wa eneo gatuzi la Bungoma na viongozi wote, wananchi wa Jamhuri tuipendayo ya Kenya, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, tuna kila sababu la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku ya leo tunapoadhimisha sherehe ya madaraka makala ya 61, kauli mbiu kilimo cha chakula cha kutosha au agriculture and food security. Kwa niaba ya kamati ya andalizi la tamasha hii ya siku ya leo, naomba unikubalie tuweze kuandalia burudani fupi na ili kutupa taswira jinsi mambo yalivyo, yakubalie ni waalike Beatrice na Boniface watuelekeze kwa burudani. Beatrice na Boniface, karibu. Mheshimiwa Rais, tunakualika sasa kwenye burudani fupi ambayo tuna hakika itakupa raha mpwito mpwito. Na kutukunjulia jamvi, Mheshimiwa Rais, ni muungano wa wanafunzi 500 kutoka mseto wa shule za msingi hapa Gatuzini Bungoma. Baadhi ya zile shule? Baadhi ya shule hizo ni Kandui DEB, Mupeli DEB, Bungoma DEB, Central Baptist, Mukaweli Primary, Moi DEB. Mheshimiwa Rais, wanafunzi hawa wataongozwa na walimu Eric Amuhaya, Faith Mbote, Paul Ogira, Suleiman Salim na walimu kutoka kaunti ya Bungoma. Kweli kabisa. Na Mheshimiwa Rais, baadaye itafuata burudani ya wasanii tajika katika muziki wa kisasa, na hapa naona itabidi kila mmoja wetu akaze kiatu chake ili atenge nafasi ya kutosha ya kupiga densi. Tutashuhudia midundo ya kitamaduni pamoja na densi maarufu kutoka eneo hili linalofahamika sana kwa kutikisa mabega. Na nimefahamishwa kwamba tukiwa hapa Bungoma tunafaa kusema mapeka. Mapeka, mapeka. Baadhi ya wasanii watakao kuwa wakituletea midundo, Mheshimiwa Rais, ni pamoja na Profesa Kissinger, Wanyonyi Omukoi, Pius Wafula,
Mika Mwenyege pamoja na David Barasa. Wanafunzi wetu, ikiwa mko tayari, tukunjulie jamvi la burudani. Uwanjani wenu. Wimboni naimba, sio wimboni maombi, nikiomba Mwenyezi Mungu aibariki Kenya yangu, kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Akili zangu, nguvu zangu, nimeziweka mbele yako. Bibi yangu na watoto nimewaweka mbele yako. Tabu zangu, shida zangu, ziangalie Kenya yangu. Tabu zangu, shida zangu, ziangalie Kenya yangu. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Matajiri masikini, sisi zote binadamu. Matajiri masikini, sisi zote binadamu. Tusahau majivuno na Tuwapongeze wanapochora ramani ya Kenya. PP production. Kenya yetu tusonga mbele. Maadilifu ni ngao yetu, maendeleo tushuhudia. Oh, Kenya kulimberi. Kenya yetu tusonga mbele. Nayo amani ni ngao yetu, maendeleo tushuhudia. Oh, Kenya kulimberi. Upendo kwetu wa Kenya umekuwa ndo shina letu, viwandani na mashambani, fresi husia imberi. Kwa utalii tutajirika, mbuga zetu zaimarika, kwa ujasiri takumbatia. Fahari yetu, Kenya yetu tasonga mbele. Maadilifu ni ngao yetu, maendeleo tushuhudia. Oh, Kenya kulimberi. Kenya yetu. Wametuundia neno ukulima bora, tuwapongeze kwa makofi tafadhali. PPMC production. Kenya yetu tusonga mbele. Maadilifu ni ngao yetu, maendeleo tushuhudia. Oh, Kenya kulimberi. Kenya yetu tusonga mbele. Nayo amani ni ngao yetu, maendeleo tushuhudia. Wageni wetu wenye staha, karibuni, burudika nasi Bungoma.
Tuwapongeze wanapotupa hekima ya kuendeleza ukulima. Makofi kwao tafadhali. Taifa letu Kenya, Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi zetu wazalendo. Taifa letu Kenya, Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi zetu wazalendo. Tangu jadi wa Kenya tumeishi kwa amani tele, upendo na umoja, tunajenga taifa imara lenye ufanisi, tunajivunia taifa letu Kenya. Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi zetu wazalendo. Makofi mazuri kwa wanafunzi wetu tafadhali, wanapotundia neno lishe bora. Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi zetu wazalendo. Taifa letu Kenya, Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi. Wakenya kote nchini tujitume mashambani, mbinu bora tumieni kuzalisha kwa makini, tufukuze umaskini, lishe bora tupateni. Rais wetu hongera kuhimiza ukulima. Mwisho, shabash, shukran. Tuwashangilie tena watoto wetu. Ugatuzi umeimarisha uchumi wa mwananchi wa kawaida mashinani. Ujumuishaji wa kila mtu aliye miongoni mwetu bila ya ubaguzi. Omulembe nende okulala ubenendo bantu bosi Kenya nekwe. Tunasema hongera kwa mababu zetu waliopigania uhuru mashariki. Hapa tulipo leo, hapa ni kwetu. Hapa tuliko leo, hapa ni kwetu. Wapi akina mama? Akina mama. Wapi vijana? Wapi vijana? Na wazee wetu
viongozi tukule ngoma valuya vevoluya tukine kama veka vavandu vevungoma tukine kama veka sote kwa pamoja tukule ngoma ukaja bakele kubakeze emurebe uno 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 kubakeze murebe murebe kubakeze murebe uno lola kubikota lola kubekwata badura lombe waruka leire ndero badura lole kubikwata nangero urebe nungwa badura badura barebe nungwa badura barula kasoko baba urebe nungwa badura bako sasiba mama barebe nungwa badura balobe kasoko barebe nungwa kabirasi badura barebe nungwa badura barula kasoko mama barebe nungwa badura mbabola bungoma baba urebe nungwa badura balobe kasoko barebe nungwa kabirasi mula mwanyende ewenyende 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 mula ikwila ino ewenyende mula mwanyende ewenyende kubaya mabilana ewenyende mula mwanyende ewenyende ndumbu ndumbu yali abatura befwe yakomera ndumbu yakomera ndumbu yakomera ndumbu ndumbu yali abatura befwe yakomera ndumbu yakomera ndumbu yakomera batura marira bwema bere mwanera yakomera batura yakomera batura yakomera yo lala momo sose wala ye
kama mama imetulea, na mikononi mwa wakulima tukatulia, na ile mawazo ya kuwa tu bora mkulima ukatoa ndani, ukatia mawazo ya mkulima bora. You made those with pain to gain, you made those with sorrow to smile again. All you wanted, Mr. President, is us to believe in the culture, agriculture. Na indo culture ufanya mkulima anastand firm, indo culture ufanya wajawazito wanatabasamu, juu wanajua mkulima anazalisha. Indo culture ina ukabila, but wa Kenya hii agriculture hatuzikaa bila. Indo culture itafanya bei ya mchele ikuwe rahisi. Indo culture itafanya vijana wetu nyumbani bila mazoezi wanaunga. Indo culture itatupeleka mbali. Unajua si wakulima tunaishi kwa amani, hatuna beef. Tukipata nyama si ugawana, na kila mtu anatoka na peace. Asante sana kwa bei nafuu ya mbolea, kweli imetuokolea, na ndio maana wakulima wa miwa wanakuita mheshimiwa, na wakulima wa majani chai wanakutii. Si wakulima tuna believe in the technology, na technologically wakulima si rough. Sisi ni ma Microsoft, na the way nimewa access their farmers power on point. Check vile wanafanya Kenya in Excel. These are not my mere words, you can check in the database. Na ndio maana kuna wakulima sahi wanaweza afford nyumba za Windows 8 ama 10. Wakulima si tukiamka si wacha blanketi alafu tunaomba Mungu shuka. Judaili ni yeye utupa mkate wa kila siku, na ndio maana tukikunywa chai ni Mungu tunatii. Ni yeye utupa nguvu ya kuendelea kujenga nchi.
Makofi mazuri tafadhali kwa wasanii wetu. Makofi wa Kenya kwa wasanii wetu. Asanteni sana. Na sasa wanaochukua uwanja, Mheshimiwa Rais, ni wakulima bora au ukipenda agripreneurs ambao wataingia, na pia naomba kwa upole tuwaruhusu wananchi ambao wako nje waweze kuingia, wachukue uwanja hapa katikati ili waweze pia kushuhudia sherehe inavyoendelea. Wale wanaochukua uwanja sasa, Mheshimiwa Rais, ni agripreneurs ama wakulima biashara ambao siku ya leo tutamkaribisha waziri wa kilimo aweze kuwapatia kipindi kifupi cha kuwakabidhi uwezo wa kilimo biashara. Tuwapigie makofi wakiingia. Asante sana mwenzangu Mike Gitonga. Hawa Mheshimiwa Rais ni mabalozi wetu kutoka agripreneurs waliotoka kwenye jimbo mbalimbali, jimbo zote 47 kutoka Jamhuri ya Kenya, wakiwa tayari kupata ruhusa kutoka kwako ili waweze kurudi mashinani kuweza kuelimisha wakulima wengine kuhusu kilimo na lishe bora. Agripreneur hawa wana ujumbe kauli mbiu kilimo na biashara. Wanaingia uwanjani kwa utaratibu wakijipanga jimbo kwa lingine, tayari kupokea ruhusa yako Mheshimiwa Rais, ili wakaweza kurejea kule mashinani wakipeleka ujumbe wa kilimo biashara. Hawa wote kwa jumla 2500 kutoka jimbo mbalimbali ambao wanafika hapa kupokea ruhusa yako Mheshimiwa Rais. Those coming into the field are agripreneurs who are going to be commissioned this morning right here as we celebrate who is going to lead us in this particular exercise. Ladies and gentlemen, Your Excellency, this is only 2,500 of the agripreneurs who are going to be commissioned today. This is just a sample of those who are going to be in different counties. And also, as we see, wananchi tunaona pia wanaruhusiwa waingie wale ambao tuko nje, lakini naomba tafadhali tuingie kwa utaratibu, tusiwe na haraka, tutaruhusiwa tuingie kwa uwanja ili tuweze kushuhudia kile ambacho kitakachofanyika hapa tukiendelea. Agripreneurs hawa wakiwa pia wamebeba tools zao ambazo watakuwa wanatumia kule mashinani kwa kazi ya kuweza kuwalimisha wakulima, wakiwa tayari sana kuja mbele zako Mheshimiwa Rais kupata ruhusa rasmi ili wanaporejea kule mashinani wakaweza kufikisha ujumbe wa kilimo biashara. Wakiwa wamechaguliwa kutoka jimbo mbalimbali, jimbo 47, wakiwa wakiinua mabango kutoka jimbo zote 47, wakiwa wamebeba vifaa rasmi vya kazi ambazo watavitumia kule mashinani kuelimisha wakulima. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako siku ya leo, ujumbe wa kilimo biashara utaweza kuwafikia wakulima wengine katika kila sehemu ya nchi. Ama jinsi wewe unavyoongoza kwa masuala ya kilimo, na hao wamepewa jukumu ya kueneza ujumbe wako kule mashinani kwamba tuweze kuingia kwenye kilimo ambacho pia kinakuwa ni kitega uchumi. Tuinue mabango yetu tafadhali. Na bado wakiendelea kuingia, naomba studio mtuwekee ukweli wa mambo fertilizer ili tuweze kutizama, tuweke macho kwa runinga kabla nimwalike waziri wa kilimo ambaye atatuongoza katika hii sehemu. Ukweli wa mambo fertilizer.
wa mambo. Serikali ya Kenya Kwanza iliangazia sekta ya chai kama mojawapo ya kupewa kipaumbele katika ajenda yake ya mabadiliko ya kiuchumi. Chai kwa sasa inachangia 2% ya pato la taifa na 21% ya mapato yote ya mauzo ya bidhaa kwenye mataifa ya nje. Kunawiri kwa sekta hii imeiweka Kenya mbele katika biashara ya chai duniani, kwani inazalisha 11% ya chai ulimwenguni na ni nambari 3 kwa uzalishaji wa chai baada ya China kwa 49% na India kwa 21%. Mabadiliko kabambe katika sekta ya chai katika kipindi cha miaka miwili iliyopita yamesababisha thamani ya mauzo ya nje kuongezeka kwa kiasi kikubwa hadi shilingi bilioni 180 ikilinganishwa na shilingi bilioni 138 mwaka 2022. Malipo ya wastani kwa wakulima wadogo wa chai yalifikia shilingi 59 na senti 2 kwa kilo mnamo mwaka 2023 ikilinganishwa na shilingi 50 na senti 18 mwaka uliopita, ongezeko la 17.6. Na huo ni ukweli wa mambo. Kwa ruhusa yako naomba nimwalike Mheshimiwa Mithika Linturi aje atuongoze kwa kipindi kifupi cha kuwakabidhi uwezo wana kilimo biashara. Tumpigie makofi waziri anapokuja. Karibu waziri. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, both the national and county governments acknowledge the critical role played by agricultural extension and advisory services in the provision of knowledge and skills to farmers. The key challenges to one's extension management and service delivery include development of private sector operated extension services that complements the public extension services as well as the commercialization of the latter without compromising public interest. In addition, sir, the agripreneur model has been formulated and successfully piloted for the last 5 years and shown to effectively complement the public extension while commercializing the same without compromising public interest. The Ministry of Agriculture and Livestock Development, in collaboration with county governments, with support from the World Bank, is supporting the upscaling of the agripreneur model across the 47 counties. The agripreneur program, when fully implemented, will create a strong network of about 18,000 youths that will complement and revitalize existing public extension service. Today, Your Excellency, sir, I therefore have the pleasure to present a representative group of 2,500 youths from the 47 counties for official unveiling, Your Excellency, sir, and thereafter requests for a group photo with the agripreneurs. Your Excellency, I welcome you. Thank you. Asante sana waziri. Viongozi wote tafadhali tuketi chini. Mbele yetu tuko na vijana wa kutoka counties zetu 47. Vile waziri ameeleza, mpango huu wa serikali wa kutengeneza mafundisho ya kilimo biashara
imebidi tufanye kazi na washirika wengi ambao nachukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa kushirikiana na sisi, kushirikiana na Wizara ya Kilimo ili tuwape hawa vijana mafundisho. Umeelezwa ya kwamba tuko na vijana 18,000 kama hawa katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Leo tuko hapa na 2,500 kama kielelezo ya wale wengi ambao hawako pamoja na sisi, na leo wamefika hapa ili tuwape kibali rasmi ya kuungana na extension officers katika kaunti zetu kuwafundisha wakulima vile kilimo itabadilishwa iwe ni biashara na iweke pesa kwa mifuko ya wakulima wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza wakulima vile kilimo itabadilishwa iwe ni biashara na iweke pesa kwa mifuko ya wakulima wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza wakulima wote, sasa mko na jeshi kubwa hapa ya vijana ambao watawafundisha agripreneurship, kufanya kilimo ambayo itaweka pesa katika kilimo na katika mifuko ya wakulima wetu. Na kwa sababu sherehe hii ya muhimu, kiini ya sherehe hii ni kilimo, mumesikia vizuri hapa haya mambo. Kwa hivyo, to all these great young people, the agripreneurs who will lead the charge, who will take the front line in mobilizing our farmers into agripreneurs, making sure that farming puts money in the pockets of our farmers and puts resources in our economy as they supply us with food security in Kenya. I am very proud to commission the 18,000 agripreneurs in the Republic of Kenya, and congratulations on successfully completing your training. Pongezi sana. Na nitakuja hapo nipige picha na nyinyi. Rais wa Jamhuri ya Kenya, tumpigie makofi, pongezi, akiwapa uwezo wa kutenda kazi. Na nitaomba pia naibu wa rais, waziri na PS Rono, PS Mweke pia waende pale. Lakini picha ya kwanza iwe ni rais peke yake na agripreneurs. Rais na agripreneurs peke yake, alafu tutawaelekeza hizo picha zingine. Picha ya kwanza ipigwe ikiwa rais peke yake na agripreneurs. Tukisherekea Madaraka Day ya 61 pia gavana kama unaweza teremka tafadhali. Magavana ambao wako wamefika pia wanaweza wakaenda waingie kwa ile picha. Magavana tafadhali. Na basi tukiendelea na hiyo picha, hebu tuweke sauti ya mwananchi studio, ili tuendelee tukingojea tumalize ile picha, kupangwa kabisa, ikapangika. Sauti ya mwananchi. Sauti ya mwananchi. Ukulima hakuna kufuatwa,
unajitegemea mwenyewe, halafu tena mapato ni kila siku. Mimi singoji mwezi wa mwezi ati ndio nipate pesa. Nikitaka sahi pesa, naingia kwa nyumba nauza njugu korogoro ngapi hivi na napata pesa. Ukulima iko na kila kitu, hata naweza kukusinda kwa pesa. Roni ndiye nakusaidia. Mimi ni vile ninakaa kwa miwa, roni ni ekuji sana. Lakini roni yangu nilikata. Ukiongojea mwezi, hii napata rahisi. Nimepata faida na nikafaidika na hii ng'ombe. Tuko na gold katika nchi ambaye ni maziwa, ambaye tunaomba Wakenya wote turudi mashambani tuweze kufanya kazi. Tukifanya dairy farming vizuri na agriculture farming, tutaweza kujisustain. Mambo ya watu kusikia njaa, ati chakula haitoshi, maziwa haitoshi, tutakuwa mpaka tutakuwa tunapata maziwa ya kutosha na maisha itakuwa mzuri. Sio kila saa kulia serikali isaidia. Mkulima akiwa empowered, kutakuwa na source of employment. Export itaemploy watu wengi sana. Juu ya jambo hili la kilimo, mimi nimeliunga mkono 100%, kwa sababu bila kilimo nchi yetu haiwezi kusonga mbele. Tunapata mbolea ya kutosha, tunalima ndizi, tunalima mahindi, tunalima maharage. Si unaona kazi nzuri? Tunafurahia serikali vile imechukua hii mradi ya subsidies fertilizer. Bila kilimo nchi yetu haiwezi kusonga mbele. Tunapata mbolea ya kutosha, tunalima ndizi, tunalima mahindi, tunalima maharage. Si unaona kazi nzuri? Tunafurahia serikali vile imechukua hii mradi ya subsidies fertilizer. Gavana wa Bungoma County, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the First Lady, Mama Rachel Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, Mama Pastor Dorothy Dorcas. I will start with my colleagues, governors. Please let us be upstanding. Governors who are here, Governor Otichilo from Vihiga, Governor Paul Otuoma from Busia, Governor George Natembea from Trans Nzoia, Governor Barasa from Kakamega, Governor Wesley Rotich from Elgeyo Marakwet, Governor B from Uasin Gishu, Governor Kangata from Moranga, I saw him around the other side. Thank you so much. Governor Simba Arati from Kisii, thank you, karibu sana. Your Excellency, allow me also to recognize former governors. We have Governor Mike Songo from Nairobi. We have Governor Ojamong, former Governor Busia. I saw Governor Wycliffe Wangamati, former Governor Bungoma. Your Excellency, allow me then to recognize our senators who are here, led by Senator Boni Khalwale, who is the whip. Please be upstanding for recognition, our senators and Deputy Speaker. Senator Wakoli, Senator Cherargei, Leader of Majority, Senator Cheriot, of course, Khalwale. Allow me to recognize Deputy Governors who are here. Oh, Senator kutoka Laikipia, Senator Kinyua, Senator Mandago, Senator Onyonga, Senator Trans Nzoia, karibuni sana. Deputy Governors, Pastor Mbatiani from Bungoma and Deputy Governor from Trans Nzoia. Your Excellency, allow me then to recognize members of Parliament who are here. I will ask all of them to be upstanding, but I will recognize those from Bungoma because they are hosts. We have Senator Wafula Wakoli from the Senate. We have Honorable Catherine Wambilianga, Woman Rep. We have Didmas Barasa, MP Kimilili. We have Freddy Kapondi, MP Mount Elgon. We have John Chikati, Tongareni constituency. We have Pepela Wanyonyi from Webuye East. We have John Makali, our host, MP Kandui. We have Jack Wamboka, MP Bumula. We have John Waluke, MP Sirisia.
we have Dan Wanyama, MP Webuye West, and Majimbo Kalasinga, MP Kabuchai. And of course, the leader of majority, Ichungwa, leading other members of parliament who are here. Your Excellency, allow me to ask the members of County Assembly who are here to be upstanding, led by Bungoma Speaker, Speaker Situma. Please be upstanding, members of County Assembly from Bungoma. They are there, Your Excellency, there are 64. Karibuni sana. Let me also introduce the county, members of the county, the executive government of Bungoma. We are standing, and all staff who are working here. Your Excellency, I'm also accompanied by my wife. Let me also recognize her. Otherwise, maneno inaweza kuharibika. Your Excellency, today is a great day for the people of Bungoma. May I take this opportunity to warmly welcome you, the whole country, and indeed the world, to our county. I want to thank you most sincerely for choosing us to host this year's Madaraka Day. I wish to share with you the warm greetings from all the people of Bungoma County, those gathered here today, those building our county and our country from various places, and those in the diaspora whom I know are following this occasion with joy. Today, we remember and celebrate the wisdom and the courage of our founding fathers who faced serious adversity to gain our independence and create a nation called Kenya. This very stadium that is hosting the auspicious 61st Madaraka Day is named after one of the greatest sons of our time, the late Honorable Masinde Muliro, a true champion of the second liberation. We celebrate these fallen heroes even as we remain cognizant of the fact that despite their divergent backgrounds and varying viewpoints, they fought for the same cause. We are here because of your knowledge, Your Excellency. We could not, as a county government, have achieved this and this standard of the stadium even if we saved for the next 20 years. Your Excellency, devolution is at the heart of the new constitution and a key vehicle for addressing historical disparities which have long led to conflicts. Our system of devolution combines a measure of autonomy and interdependence, leading to a cooperative system between the two levels of government. This requires that both embrace a system of consultation, negotiation, and consensus building in the run-up of state affairs. Mr. President, on behalf of the devolved units, I want to thank you and commend you for your continued support for devolution, and especially devolving these national celebrations to counties, for this strengthens your presidential resolve to support counties and the devolution agenda in your national endeavors. It is therefore a great honor for us as counties and as the people of Bungoma that you have chosen to share this national celebration with us. It would be remiss of me not to pass the gratitude of the people of Bungoma. Mr. President, all the major roads in Bungoma town and its environments are well lit, hence promoting a 24-hour economy in our town. Our airstrip at Matulo can now safely land a 35-seater plane, but it's our wish and focus that in the future it be upgraded to an international airport. And Your Excellency, when it's at that level, we want to propose on behalf of the people of Bungoma that it be named after you. Our Masinde Muliro Stadium is in the process of being completed to perfection with a seating capacity of 20,000 people, with all roads around it well paved, and we now have an official state lodge to Nasema Asante Sana. Your Excellency, the current weather pattern in Kenya is worrying. We must begin to think of timely interventions that will address the challenges of crop failure in order to ensure our people have options. As the chair of the Agriculture Committee, I look forward to the support and partnership of your governments in this endeavor to accelerate this development. Before I wind up, Your Excellency, if this rotation continues, for people to appreciate what is happening today, the next national celebration to be held in Bungoma will be in 2071, after all it has gone around all the other counties. So this is historic for us, and that is how serious it is that we are making history. So you can take your years, add 47 years, and know how old you will be when this will be held here next. Your Excellency, I now leave you with the words of Marco Rubi, who said leadership cannot be measured in a poll or even in the result
of an election alone. It can only be truly seen with the benefit of time from the perspective of 20 years, not 20 days. Everything that you have done for the people of Bungoma will live forever in our hearts. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, addressing a magnitude of this, a crowd of this magnitude, you can get changanyiko kidogo. It is now my singular honor and duty to invite the Deputy President to come and make remarks and invite you. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of our Defense Forces, Dr. William Ruto, Your Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, the Governor of Bungoma County, my friend and college mate, Kenneth Makelo Lusaka, aka Babawini, the short man from Kamkuya, Cabinet Secretary is present, the Prime Cabinet Secretary, the Honorable Musalia Mudavadi, the Speakers of the two houses, the Chief of Defense Forces, and the service commanders, the people of Goma Hamjambu, Bungoma Hui, Bungoma Hui, watu wa Mlebe Hamjambu. Your Excellency, I'll be very brief because my role in this great county of Bungoma, in the heart of Mlembe Nation, is to usher you to talk to the people of Kenya. But let me say, Your Excellency, you are the vision carrier of our administration, and those of us you have given the privilege to serve under you remain committed and focused to assist you in the transformation of our great republic so that the people of Kenya have better lives and the improvement of our economic fortunes. But before I call Your Excellency, you allow me 10 seconds to digress just a little bit. Before the advent of Manchester United and Arsenal, we used to have a great contest in the 80s and the 90s between Gor Mahia and AFC Leopards. During that time, I was a keen fan of football. I was and remain a great supporter and fan of AFC Leopards. With those few remarks, please be upstanding and help me to usher in the President of the Republic of Kenya, President William Ruto. Mr. President. Thank you very much. Let's take our seats. Mr. Deputy President, Prime Cabinet Secretary, the Speakers of the two Houses of Parliament, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, CDF and Service Commanders, Ministers, Excellency Governors, Deputy Governors, Principal Secretaries, the Governor of this great county of Bungoma, Governor Kenneth Makelo Lusaka Kufuela, MCAs and the Speaker of Bungoma County. Ndugu wananchi wa Bungoma, hamjambo.
Bungoma hamjambo. Bungoma hoye. Bungoma hoye. Madaraka hoye. Asanteni sana. It is a great honor for me to join you here at this stadium named to honor the memory of one of Kenya's finest sons, illustrious freedom fighter and exemplary leader, Masinde Muliro, and to lead Kenya in celebrating the 61st Madaraka Day. On this anniversary, we mark the emphatic success of our freedom struggle, the triumph of the many gallant men and women who made immense sacrifice for the cause of freedom and justice, and the vindication of the principles and values which inspire the people of Kenya to stand as one, resist oppression, and unite to claim their sovereignty and to win the freedom to build a nation in accordance with our own aspirations. The reason for making this day are principally that the aspirations which motivated our heroes over 6 decades ago are not only alive today, but they are also the bright flame that sets our souls and minds alight with ambition and urgency, and illuminate the path to each one of us to pursue the progress and prosperity of our households, our families, and our nation. Madaraka, our self-governing mandate, is not an accident of history. Rather, it is the affirmation of the timeless values embraced and articulated by those who came before us in their resistance to colonial invasion, and the culmination of the vision and passion of the succeeding generations which bravely took on mighty empires, and they won. Today, we are no longer at the starting blocks of the race to progress. We have come a long way. In the course of our journey, we have made Kenya a strong state, anchored by a people united by fierce patriotism, love for one another, a shared vision of progress, and a public service with a high capacity to coordinate development and to provide security. Additionally, our country is a thriving, competitive, and diversified economy, well into its transformational takeoff, and a democracy which protects freedom, drives democracy, and places the people of Kenya at the front and center as the authors and beneficiaries of this great nation's affairs. Therefore, every person in this country has the freedom and opportunity to make their contribution by giving their best in what they do. This is the source of our glory. Madaraka recognizes that Kenya's freedom was won by resolute farmers and determined workers on their shambas, and their brave sons and daughters in forests, cities, factories, and plantations. Madaraka reminds us not to look down upon the labors of others, regardless of their occupation, because work makes a great people and a strong nation. Rather, Madaraka encourages us to do whatever we must to honor and support everyone who works, because that is the best way of achieving prosperity and security in a nation. Madaraka Day celebrates the birth of a nation out of the totality of the labors of millions of its people. Today, ladies and gentlemen, is the day to remember that work is important. Every hustle matters, and that nation building is a bottom-up affair. Let no one look down upon the life or livelihoods of another, and let no one be made to feel despised because of their work. Our economy depends on every form of service and labor. From the milling of sugarcane, millet and sorghum, to the ginning of cotton
and the roasting of coffee beans in this country, our agriculture sector continues to fire the powerful engine of economic transformation to propel this great nation into a food secure, internationally competitive trading giant that can hold its own in the East African community and leverage other trading frameworks, such as the COMESA, Africa Growth and Opportunities Act, the Africa Continental Free Trade Area, with ease. Agriculture remains sufficiently attractive enough to sustain investment in every node of the food system. Agriculture's direct contribution to our GDP is 25%, while its indirect support to other economic pillars such as manufacturing boosts the GDP by a further 27%. Agriculture also employs directly or otherwise an estimated 40% of our population. To build a robust and thriving economy, enhance social inclusion and improve environmental conservation on this critical sector, the government has deployed an agriculture-led, all-of-society approach in the form of the bottom-up economic transformation agenda, of which agriculture is a critical, central, strategic pillar. Under the bottom-up economic transformation agenda, we will reduce hunger, fight poverty, and improve the health outcomes of Kenyans. I am particularly delighted that agriculture and food security are the chosen theme of this year's celebration in this great agricultural county of Bungoma. We appreciate the determination of small-scale farmers who are the backbone of Kenya's agricultural sector in their efforts to produce sufficient and varied food to meet their national health and other daily needs. Against many odds, our farmers have defied systemic and structural constraints and limitations to make a contribution to households and national food security requirements and to propel the economy into the future. We understand, we cherish, and we value our farmers. Consequently, we have partnered effectively with farmers and other food system value chain actors, such as input suppliers, producers, processors, and support service providers to transform their productivity beyond subsistence and enhance the country's food security. This has been made possible through interventions in key value chains like maize, livestock, tea, coffee, edible oils, cashew nuts, pyrethrum, flowers, avocado, and macadamia nuts. We now have the potential to become a competitive regionally, globally, by utilizing the unique capacity of cooperatives to mobilize production on scale through the provision of government-supported agricultural extension services. The sugar industry is a highly strategic subsector whose value chains have been the mainstay of the local economies of our sugar belt and a generator of much-needed jobs and value. For this reason, we are firmly committed to ensure that the sugar industry returns maximum value to all actors in its value chains, beginning with the initial and foundational entrepreneur, the cane grower. To accomplish this, we have implemented a number of radical measures. We have written off Kenya shillings 110 billion worth of sugar factories' debts accumulated over the last 40 years. A new leasing model that will guarantee prompt payment for cane deliveries by farmers, timely wages for factory workers, and a bonus to sugarcane farmers every end of the year, like other crops, is underway. A call upon relevant agencies to accelerate the review process and to incorporate proceeds from byproducts in the scheme. As part of our commitment to invest 2 billion shillings into sugarcane development through state-owned mills, a
after leasing is completed, I am proud to announce that the government has approved the first tranche of 600 million for seed cane development, and the National Treasury shall shortly release these funds to farmers. Recently, smallholder tea farmers exported Ketepa's value-added teas to West Africa and China. The government has also increased farm-to-table food safety through frameworks such as the Food Safety Policy, and a Food Safety Coordination Bill is underway. To ensure our capacity to coordinate agricultural production and deliver service to the sector more efficiently, we are developing and integrating a farmers and agripreneurs database into the Kenya Integrated Agriculture Information System. As we speak, the database already has 6.4 million registered farmers, and our aim is to serve them better by improving access, sharing and utilizing of information in the agricultural sector. We have just witnessed a cohort of 2,000 agripreneurs trained by the government of Kenya. There are 18,000 agripreneurs around the country whom we have commissioned today to take charge of our agriculture across Kenya. The power of this database is beyond doubt. In recent months, farmers have been able to access subsidized fertilizers from fertilizer subsidy program, as well as animal feed and certified seed, more efficiently, more affordably, and more transparently. Since we began to distribute subsidized fertilizer last year, 15 million bags of 50 kilograms of crop and soil-specific fertilizers have been distributed. Our strategic intervention have led to a marked increase of value addition initiatives. Measures are underway to boost coffee productivity from 2 kilograms to 10 kilograms per tree, and from 50,000 metric tons to 102 metric tons a year by 2027. Under the coffee sector reform that we initiated, a 4 billion coffee jerry fund was established, 2 billion of which are paid, with a balance allocated for payment in the 2024-2025 financial year. This will ensure farmers get good returns for their investments. We are also writing off Kenya shilling 6.7 billion debt owed by coffee cooperatives around Kenya. And specifically, in this write-off, Bungoma County, the cooperatives in Bungoma County, 300 million shillings will be written off for cooperatives in Bungoma County. In the edible oils value chain, the government's plan involves boosting the production of sunflower, palm oil, and canola by working with counties. In 2023, 70 tons of sunflower seeds were purchased, with 40 tons distributed to farmers. Another 40 tons of seed have been allocated to the Agricultural Development Corporation for seed multiplication. Additionally, the government, through the Agriculture and Food Authority, has produced and distributed 500 metric tons of seeds worth 241 million to farmers in 24 counties, including those in this region, as seed cotton production is underway. In the financial year 2024-2025, Kenya shillings 400 million has been budgeted for this program under the National Edible Oils Program project. We are on course with our plan to increase cotton production from 2,500 bales in 2022 to 107,000 bales by 2025 and modernize all ginaries around Kenya. The aim is to expand cotton farming from 9,300 acres in 2022 to 41,000 acres in 2023, distributing 15,700 kilos of seed to farmers
in Busia and another 20,000 kilos to farmers in Meru, Makueni, Kitui, and Machakos, among the 24 counties that are in our program. Subsidized fertilizer will also be provided through the tried and tested e-voucher for both our sugarcane and cotton farmers as well. Additionally, 5,000 hectares have been harvested in Lamu of cotton. The government has also worked with stakeholders to negotiate a price increase for farmers from Kenya shillings 54 shillings a kilo to Kenya shillings 72 shillings a kilo. In the 2024-2025 financial year, 150 million has been allocated for the cotton industry revitalization program. We have also witnessed the negative effects of climate change, most notably through extreme climatic phenomena. Last year, a long, bitter drought ended, giving way to a spell of vicious storms and devastating floods. It is now clear to us that climate change presents serious challenges to food security and economic recovery. The flooding, mudslides, and landslides that the country has experienced in the past 6 months may have slowed us up a little. However, the effects of global warming have not killed our resolve to become food secure and grow economically. Instead, climate-related risks and hazards have threatened our determination to increase investment in climate action and to build resilience against disruptive forces of nature. The government will continue to champion afforestation and the restoration of degraded landscapes and mobilize Kenyans to plant trees throughout the Republic to restore the environment and our biodiversity. We encourage increased use of climate-smart technologies such as mobile grain dryers, mobile soil assessment laboratories, and of course, an expanded irrigation infrastructure. We have made progress towards fulfilling our commitment to build 100 dams and 1,000 small dams in different parts of the country to facilitate sustainable water use and increase irrigated land by 500,000 acres by 2026. The government of Kenya is in discussion with the Africa Development Bank and other multilateral institutions to implement this expanded dam program. To control livestock diseases and pests, ladies and gentlemen, the Kenya Veterinary Vaccine Production Institute, KVVAPI, produced 35 million doses of assorted livestock vaccines in 2023. To bring young people into farming, we have revitalized the 4K and Young Farmers Clubs to interest and introduce our children to agriculture. This administration has also invested more than 2.2 billion in the promotion and financing of agribusiness entrepreneurs and supported initiatives such as incubation and project management that will be undertaken across Kenya, and farmers will be trained along the way. On this 61st Madaraka Day, ladies and gentlemen, we join the people of Bungoma and Kenyans of goodwill and friends of Kenya to acknowledge the contribution that food chain value actors have made towards the country's food, nutritional, and economic needs. The food value chain actors who exhibited their goods and services in the run-up to this celebration include outstanding individuals, input suppliers, and service providers, farmer producer organizations and cooperative societies, other service providers in digitally enabled agriculture, financial institutions supporting agribusiness, research institutions, food processing entities, ambassadors of our development partners, and insurance companies, which have helped us strengthen the bottom up over the last 12 months. Kenya's farmers have made remarkable progress in their efforts to make safe, nutritious,
and sufficient food available to every citizen all year round. Since December 2023, through collective efforts and determination to increase household food stocks and improve food production, we have stabilized the country's food security situation. Ladies and gentlemen, arid and semi-arid lands cover over 80% of Kenya and hold about 60% of our livestock population. Approximately 14.6 million Kenyans who live in ASALs derive their livelihoods primarily from livestock sector, which contributes 12% to the country's GDP and employs 50% of agricultural labor force. ASALs and the livestock sector are therefore critical to the nation's food security and economy. To actualize the bottom-up economic transformation agenda, in relation to the livestock sector, the government is focusing on commercializing and reforming the sector and improving livestock performance. Our commercialization agenda has given priority to leather, dairy, and red meat value chains under projects like the Livestock Commercialization Project, which supports 110,000 vulnerable youth and women-led livestock-dependent households in 10 counties around Kenya. The project has developed solar-powered boreholes and water pumps, rehabilitated several livestock markets and slaughterhouses, bred thousands of animals, provided agricultural equipment, pasture and fodder seeds, and trained the youth in animal health in different parts and many counties in the Republic of Kenya. We are invested in developing our leather subsector to support competitive export industries supporting many thriving enterprises and households. In this connection, we have committed to implement strategies aimed at increasing incomes from 15 billion to 120 billion a year, multiplying job opportunities from 17,000 to 100,000, and raising annual footwear production from the current 8 million shoes to 36 million pairs, worth 72 billion by 2027. I have made this commitment that shortly we will not be importing shoes from anywhere. We will be wearing our own shoes, made in Kenya, using our own leather. It is essential to our strategy that we transform the leather value chain from one driven by exports of raw material and semi-processed products to a sophisticated industry manufacturing internationally competitive finished leather and leather products, thus mopping up all the 3 million hides and 18 million skins produced every year. We are developing local capacity to handle hides and skins to provide quality raw material, turning as well as the local manufacturing of finished leather goods such as shoes, bags, belts, and others. Financially, our commitments are as follows. Kenya shillings 400 million has been allocated to upgrade the Ewaso Nyiro South Development Authority's leather factory. 200 million of the funds will be used to acquire modern equipment. Kenya shillings 100 million to build a footwear factory, and Kenya shillings 100 million to mop up hides and skins in different counties. Machinery for increasing processing capacity at factory has already been procured and installed. To supply quality hides and skins, 700 flayers have been trained and subsidized flaying equipment provided to 680 slaughter points around the country. At the same time, construction of the Kenya Leather Industrial Park at Kenanie, Machakos County is 85% complete. This park will have a common affluent treatment plant, 2 tanneries, 2 leather manufacturing plants, and 100 acres for investors to set up leather factories by the end of this year. In the dairy sector, we are committed
to enhancing annual milk production from 5.1 billion liters to 10 billion liters by 2027, raising the market share of processed and formally marketed milk from 30% to 50%. This will lead to an increase of processed milk exports of 1 billion liters a year by 2027. The value of processed milk increased by 7.5% from 755 million liters in 2022 to 812 million liters in 2023. Kenya shilling 600 million was released last week to new KCC to pay farmers promptly as part of the build-up of the Milk Revolving Fund, which is estimated to be 3 billion shillings by the end of this financial year. The government's 6-point plan for the dairy industry covers, among others, installing milk coolers in dairy cooperatives, providing tax incentives, reducing trade barriers, and establishing a dairy stabilization revolving fund to manage milk surpluses and deficits, and prompting higher national milk consumption to improve health, especially the growth and development of our children. The government's intervention in the red meat value chain are similarly robust and have led to an increase of 8.6% in meat exports from 15,000 metric tons valued at 9 billion in 2022 to 16,000 metric tons valued at 10 billion this year. There has also been a 42% growth in the export of live animals from 33,000 animals in 2022 to 47,000 animals in 2023. The government will build 450 fenced feedlots in 31 counties, working with counties to increase annual red meat production by an additional 110,000 metric tons, valued at 54 billion by the end of this year. To sustain high livestock performance, several interventions have been undertaken with the aim of improving genetics, eliminating feed water supply constraints, disease and barriers to market access. Key actions include the implementation of a countrywide breed improvement program in collaboration with counties to upgrade dairy and beef breeds across Kenya. In 2023, the Kenya Animal Genetics Resource Center provided farmers with 900,000 doses of bull semen with the aim of increasing production and productivity. I have directed that the cost of sex semen be brought down from Kenya shillings 8,000 to Kenya shillings 3,000, which will enable dairy farmers to increase their production and productivity of milk. Likewise, a goat artificial insemination station and animal husbandry and industry training institute in Domba, Kirinyaga County has produced 48,000 doses of goat semen and trained 80 goat inseminators. Veterinary services are essential to safeguard animal and human health, improve animal welfare and productivity, and ensure the production of safe, high-quality animals, and thus promote food security and domestic as well as international trade. I want our livestock farmers to work with confidence and rest assured of consistent, reliable, and efficient provision of vaccines. In 2023, the modernized Kenya Veterinary Vaccine Production Institute produced 35 million doses of assorted livestock vaccines. To enhance livestock disease and pest management, the government is launching a national vaccination program to eradicate the PPR disease and control the foot and mouth disease. I want to ask all counties, because we are going to provide the vaccines. Under this program,
more than 22 million cattle will be vaccinated against foot and mouth disease, while 50 million goats will be vaccinated through a collaborative nationwide exercise undertaken by government, partners, and our counties. Ladies and gentlemen, the government will provide vaccines and facilitate vaccination, while county governments will provide the logistical support and human resource. 1,500 veterinary surgeons and 6,000 animal health assistants will provide health and husbandry services to our farmers in a collaborative effort between the national and the county government. To facilitate the holistic development of the livestock sector and anchor all our value chains in a sustainable strategic platform, the government is implementing several policies and legislative reforms and improvements to transform the livestock sector, guide training institutions, and provide a predictable environment to attract investment across all these sectors. These frameworks include the veterinary policy, livestock bill, livestock master plan, food safety policy, and food safety coordination bill. All these are at various stages of consideration by Cabinet and Parliament. To guarantee sustainable availability of well-trained, highly skilled, and knowledgeable workforce needed by the sector, 1,700 students were enrolled in various livestock training institutions in 2023 to study animal health and husbandry, leather technology, dairy technology, and meat inspection. Similarly, our support for productivity in the livestock sector extends to fisheries, aquaculture, and the blue economy. We have established 11 new landing sites in the coastal region and financed the operation of fish management units in Shimoni and Liwatoni, which have been equipped with commercial fishing boats. We have done the same in the Lake Victoria region, where 11 fish landing sites have been established at various points on the shores of Lake Victoria, and beach management units set up and equipped with fishing boats. In addition, we are setting up 2 hatcheries, one in Kabonyo to restore Lake Victoria and another in Shimoni to serve the Indian Ocean. Agriculture, ladies and gentlemen, is the engine of our economy. It strongly complements manufacturing, export trade, and the micro, small, and medium enterprises, and directly supports our health agenda. The bottom-up economic transformation of Kenya requires us to mobilize with urgency and pursue intentional undertakings to catalyze and sustain a revolution in our shambas that will reverberate in our urban areas, towns, and cities. To accomplish this, we have committed to implement strong interventions on 3 different points, all aimed at promoting a robust bottom-up economic resurgence. As already discussed, we have made a defining choice with our commitment to discontinue wasteful consumption subsidies and instead invest in supporting production. The second fundamental intervention was to enhance national revenue mobilization, engaging more eligible taxpayers and ensuring that due revenues are collected. It is critical to emphasize that the resolve to reinvigorate tax revenue mobilization was accompanied by an implicit and explicit undertaking that the government would not compromise on its responsibility to steward public resources with utmost prudence, transparency, and accountability. This commitment, fellow Kenyans, is irrevocable. We must live within our means by raising our own revenue and spending it carefully and wisely. Every officer in the public service, starting with me, shall be held to full account for all resources under their authority. The third critical strategic decision was to invest
intensively in agriculture and food security, together with other pillars of our bottom-up economic transformation agenda, in order to stimulate growth in the productivity of our farmlands and rural economies. But having done so, it is necessary for us to enhance market access for our produce and products locally, regionally, and internationally. To enhance access to credit by farmers in the next financial year, we are allocating Kenya shillings 1 billion to the Agricultural Finance Corporation to provide affordable credit to farmers. Additionally, we are collaborating with the Afrexim Bank to provide another Kenya shillings 15 billion to AFC to support increased lending to our farmers in all the sectors that we are engaged in. The Indian Exim Bank will also support AFC to enhance our agricultural mechanization agenda, providing farm inputs to farmers at low rates and making sure that we use appropriate mechanization mechanisms. I want the people of Kenya to understand that our advocacy of integration is part of our traditional commitment to regional cohesion and solidarity. The Pan-African imperative and the expansion of market access and linkages with the trade investment counterparts for our producers beyond our borders is absolutely necessary. I stand here, therefore, to urge our farmers and other agriculture sector entrepreneurs to work with renewed confidence, with the assurance that the fruits of their labor will meet demand in Kenya, East Africa, common markets of Eastern and Southern Africa, and the Africa Continental Free Trade Area. Further abroad, we have secured quota-free and duty-free access to the 27-country European market for produce exports from Kenya farmers under the Economic Partnership Agreement signed between Kenya and the EU and recently ratified by Kenya, and 2 days ago ratified by the European Parliament. I also wish to report that during my recent visit to the US, we negotiated the renewal of the African Growth and Opportunities Act, an instrument which has enhanced access to the US market for African exports and catalyzed the rapid growth of Kenyan exports, especially in the textile and apparel sector. My call similarly applies to Kenyans from all walks of life. Let us keep working hard, embrace broader visions, and dream more ambitious dreams to take the tide of freedom up economic transformation that can sweep us all into our collective destiny of shared prosperity. Let me conclude by saying two final things. This stadium that has been built for the last 5 years or so, and all that space was not done. I want to commit to the people of Bungoma that the contractor will not leave site, and that the people in charge, especially the military officers in charge, will be here until this stadium is completed and made available for the people of this county and for Kenyans. I know that there is plenty of sun elsewhere. I just want to promise you that this will be the last time that you will be beaten by the sun. The next time you come to this stadium, this whole stadium will be covered properly. But let me also ask the people around this stadium, especially those who have decided to acquire some of the public land, please, tuheshimiane kidogo. Kila mtu mwenye ako na shamba hapa ambayo anajua ni ya serikali, polepole, funga virago yako, ondoka, tutajenga hii mahali yote ikae mzuri. Hatutaki kusukumana na mtu, hatutaki vita na mtu.
Tunataka tuheshimiane kwa sababu mali ya umma ni mali ya wananchi wote wa Kenya. Pia pale katika Matulo tumejenga pale airport mpya. Matatizo kidogo ni kwamba hatuna ardhi ya kutosha. Nimekubaliana na Governor Lusaka ya kwamba yeye atanunua ardhi na mimi na serikali kuu tutaongeza runway na kujenga terminal. Na nilisema jana ya kwamba hamtakuwa na haja tena ya kuja Eldoret ama kwenda Kisumu kutafuta ndege. Ndege yenu mtakutana nayo hapa Webuye hapo Matulo. Lakini wale mko na date kule Eldoret ama kule Kisumu mnaweza kuja. Lakini ndege mtapata hapa. Ya tatu, mmesikia vile nimesema kuhusu mambo ya kilimo ya sukari ama ya miwa. Kuna jamaa mmoja hapa amesema tumefurahi mambo ya miwa, ndio tumekuita mheshimiwa. Hiyo ni sawa. Lakini mambo ya miwa tumeshakamilisha maneno ya Mumias. Sasa Mumias tuko na taratibu ya sawasawa ya leasing. Pale Mumias, hapa Nzoia, kule Soni, kule Miwani, kule Chemelil, kule Muhoroni, mimi nataka niwahakikishie tunakamilisha mpango yetu vile nimetangaza katika hafla hii, na kutakuwa na mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza nimesema mkulima atalipwa kwa muda ama kwa akipeleka miwa yake arudi nyumbani na pesa yake. Ya pili, wafanyikazi watalipwa. Na ya tatu, vile tunalipa bonus kwa chai katika hii mpango yetu mpya, tunataka tulipe bonus kwa wakulima wa miwa. Hiyo ndio mpango tumeweka, na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango tutatekeleza na tutakamilisha. Mwisho kabisa, wacha niwashukuru watu wa Bungoma jameni. Sisi tulikuja hapa 2022. Mimi, naibu wangu Rigji na viongozi wote tukakuja hapa tukaomba kura zenu. Nyinyi mkawa watu wangwana ajabu. Bila ya kujali ni jamii gani tulitoka, mulitupatia kura 65%. 65% of the vote in Bungoma County ilikuja kwetu. Nyinyi mlisimama kidete, kwa sababu wakati huo tulikuwa tunauziwa uoga. Tulikuwa tunauziwa ya kwamba system ndio itaamua, sijui deep state ndio itaamua. Lakini wa Kenya 2022 walisimama bega kwa bega, na kura tuliopiga 2022, it was a defining election. Hiyo kura ya mwaka wa 2002 ilifanya mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, ilitusaidia tumalize siasa ya ukabila katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili, ilitoa mwongozo kwamba sio system, sio serikali, sio deep state ndio inaamua. Wananchi wa Kenya ndio wenye kuamua. Na jambo la tatu, Wakenya walipiga kura kwa sera. Hawakupiga kura kwa mtu binafsi ama kwa mambo ya personality. Wananchi walisema tuuzie sera yako, na ndio sababu hiyo tunafuatilia kukamilisha mkataba tulipata kati yenu na sisi wakati tuliomba kura yenu. And going into the future, I want to promise the people of Kenya that we will not let you down.
We will never go back to the politics of ethnicity. We will never go back to the politics of personalities. We will never go back to the politics that people are not in the center. I want to assure you that we will work hard to make sure that our politics is focused on an agenda of developing Kenya. That we are going to make sure that we deal with the challenge of corruption, wasteful spending, and unnecessary